Rais William Ruto amesifu mchango wa viongozi wa dini katika jamii, akiongeza kuwa mabadiliko ya nchi yanahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa viongozi wa nyanja mbalimbali. Kauli yake inafuatia kikao alichokifanya na viongozi mbalimbali wa kidini kutoka maeneo ya Kiambaa, Kabete na Thika katika kaunti ya Kiambu. Amesema kuwa viongozi hao wana jukumu muhimu katika kudumisha maadili ya jamii. Kikao hiki ni miongoni mwa mikutano ambayo rais amekuwa akifanya hivi karibuni na viongozi kutoka maeneo tofauti ya nchi katika ikulu ya Nairobi. Na mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amesisitiza kuwa Kenya si taifa pekee linalotetea suluhu la mgogoro wa Sudani. Musalia aidha amebainisha kwamba Kenya inachukua hatua hiyo kwa nia njema kwa kuzungumza na pande zinazoasimiana sawa na juhudi zinazofanywa na mataifa mengine kama Uingereza na Ufaransa. Lengo kuu likiwa ni kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo unaoendelea na ambao umesababisha vifo huku maelfu ya watu wakiachwa bila makao. Akizungumza katika mkutano wa 4 wa kidiplomasia na Antalya nchini Uturuki, Musalia alisitiza kuwa mchango wa Kenya katika mchakato wa amani barani Afrika unajikita katika mazungumzo na uelewano na pamoja kuhusu changamoto zinazohitaji kushughulikiwa. Unasikiliza Kurunzi la Mshindi. Wizara ya Afya pamoja na baraza la magavana wameafikiana kuzingatia uwezekano wa kuongeza fedha za dharura kwenye mamlaka ya afya ya jamii kwa ajili ya magonjwa sugu. Haya yamejiri kufuatia kikao kati ya baraza la magavana na waziri wa afya Aden Duale kilicholenga kujadili masuala yanayoibuka katika sekta ya afya. Viongozi hao walijadili utekelezaji wa uzinduzi wa mamlaka ya afya ya jamii, uendeshaji wa huduma za afya kwa njia ya kidijitali, waajiri wa wafanyikazi wa huduma ya afya kwa wote UHC, utekelezaji wa mpango huduma za vifaa vya kitaifa, ulipaji wa hudumu afya jamii CHIPS, miongoni mwa maswali mengine. Social Health Authority SHA to consider increasing allocation to the Emergency Chronic and Critical Illness Fund ECCF for enhanced service delivery. 3. SHA to consider additional allocation towards the training and capacity building of level 2 to 5 health facilities in charges on SHA registration, optimization, and its products. 4. That the Ministry of Health, together with SHA, shall set a standardized package for covering health insurance for indigents. 5. The Digital Health Agency to fast-track the rollout of the digitization of health facilities across all the 47 counties to enable the successful implementation of health projects, including the National Equipment Support Program. 6. That the Council of Governors, together with the Ministry of Health, the Ministry of Energy, and the Ministry of ICT, to establish a joint task force that will address electricity and internet connectivity as enablers to the effective digitization of health facilities in the counties. The Digital Health Agency shall expedite the distribution of all devices to the remaining public health facilities in counties in support of digitization. Additionally, the Digital Health Agency to share with the Council of Governors a rollout plan for the aforementioned exercise. Viongozi hao walikubaliana kuwa Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Kidijitali watafanya tathmini ya kuzingatia mfumo wa taarifa za afya unaotumika katika kaunti mbalimbali ili kujumuisha katika jukwaa la kimtandao la Health Information Exchange likiwemo Afya KE. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameonyesha imani kuwa Rais William Ruto atakumbukwa kwa wema na Wakenya baada ya kukamilika kwa mla wake uongozi.
Murkomen anaamini kuwa licha ya changamoto ambazo uongozi wa Ruto amekumbana nazo hadi sasa, ataiongoza Kenya kuelekeza ustawi, jambo ambalo litaleta furaha kwa wananchi wengi. Kwa mujibu wa Murkomen, changamoto zinazolikumba utawala wa Ruto zinafanana na zile ambazo rais wa zamani Moi Kibaki alikumbana nazo katika kipindi chake cha kwanza, ambazo aliweza kuzishinda na hatimaye kupata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa Wakenya, hali iliyomwezesha kuchaguliwa tena mwaka wa 2027. Alisema kuwa Kibaki alilazimika kuvunja na kuteua upya baraza lake la mawaziri baada ya kura ya maoni miaka mitatu tu baada ya kuchukua madaraka. Wakati huo alisema alionekana kana kwamba uraisi wa Kibaki ulikuwa umefika mwisho na watu wengi walikataa kuhudumu katika serikali yake. Na msemaji wa serikali Isaac Mora ametoa onyo kali kwa wakuu wa shule wanaoshikilia vyeti vya mitihani ya kitaifa kwa wanafunzi kutokana na sababu za ada. Katika taarifa, Mora alisema kuwa wakuu wa shule watakaopatikana wakishikilia vyeti vya wanafunzi kinyume na sheria watakabilianwa na hatua za kinidhamu za kisheria.